Yes, mambo vipi, mambo vipi. Jina langu ni Abdulmalik Masoud Said na hii ni exclusive ya Sam Promo Media. Sam Promo Media ni brand pekee ama ni media pekee ambayo kama nilivyokuambia utapata habari ambazo si rahisi kuweza kuzipata mahala pa aina yoyote zaidi ya hapa. Na leo tunaenda kupiga story na moja ya producer ambaye amefanya kazi poa sana na ni producer mzuri sana. Sidhani kama itafana zaidi kuweza kukuambia kwa muda huu ni producer gani, ila uzuri ni kwamba bado uko nasi Sam Promo Media, basi tuende moja kwa moja kwa ajili ya kumuona na tupige naye story mbili tatu na ujue mengi zaidi kupitia yeye na juu ya kazi anayoifanya. You already know, this is Sam Promo. Yes, kama nilivyokuambia ni moja ya producer ambaye anafanya kazi poa sana. Mnyama Gudi. Shwari kabisa. Shwari. Kama kaa. Hivi mwanangu wewe saini ya hiyo Gudi imetokana na nini hasa? Hiyo kuna mshikaji wangu mmoja alikuwa anatutengenezea nyimbo. Alitamka hivyo kwenye wimbo wake, kwa hiyo mimi nikanipenda nikakata na kama tag. Okay, sasa Gudi, mimi ndugu yangu nataka tukae pale tupige story. Bwana kidogo atupishe pale. Okay. Yes. Bwana tunaomba kidogo nipige story hapa mbili tatu na ndugu yangu kuhusu mawili matatu kidogo. Yes. Yeah. Bwana hivi ndugu yangu kwanza jina lako halisi ni nani? Mimi kwa majina naitwa Goodluck Nicolaus. Yeah. Okay. Ni mzao hapa Dar es Salaam. Hapa mimi hapo nimekuja kwanza katika muziki 2020 nimetokea Morogoro. Sehemu fulani wilaya Kilombero kuna kijiji kinaitwa Mangula. Ndani huko kutokea Morogoro. Morogoro wilaya Kilombero. Hivi wasanii wengi unajua wanatoka Morogoro, kwa nini? Wasanii wengi wanafanya usikilizaji sasa wanatoka Morogoro, lakini sasa nilipotokea mimi wanatokea hapa Morogoro mjini wengi, lakini yani mimi sio zao la hapa mjini, mimi nimetokea ndani huko. Okay, kitu kimoja Gudi nataka nijue, unajua umefanya kazi na Biggie, Diamond Platnumz, na kufanya kazi na Biggie ni issue kubwa sana. Ukiangalia ni msanii mkubwa sana East Africa, sawa? Ukiangalia kama ni producer ambaye unafanya singeli na kuna maproducer wengi, kwa nini asifanye na hao mpaka akaamua kuja kufanya na wewe? Kwa sababu nafikiri ni utofauti wangu mimi na wengine ambao unasema wewe, kutokana mimi mara nyingi kwenye sound zangu kumekuwa kuna vitu tofauti vingi ambavyo vinaweza vikamshangaza mtu yote ambaye atasikia kwa muda huo. Cha kwanza hicho, pia kingine kilichomsababi hiko ndio kikubwa, kwa sababu hata ya mazingira Biggie kufanya naye kazi sio kwamba eti alinitafuta bwana njoo nataka tufanye kazi, nimesikia muziki yako. Alinikuta studio napiga beat, akaipenda ile beat, alikuja hapa. Hiyo ilikuwa kwake. Nilienda pale, kuna project nilienda kuzifanya za D-Voice, so nilipofika nikakuta nimefika nimewakuta nataka kutoka, kwa hiyo akaniacha niko pale na akaniacha pale studio. Mimi anaondoka, mimi ndo nikapata vibe nikatengeneza beat. Alivorudi ndo akanikuta naimalizia ile beat, kwa hiyo akaipenda. Alipoipenda ndo akaniambia naomba tufanye, tukaelewana nikaja kufanya kazi. Kwa hiyo inaashiria kuwa ubunifu na vitu ambavyo navifanya ndio vimeshawishi. Na alikulipa kama kiasi gani? Mimi siwezi kutaja, lakini alinipa hela tu nzuri, kwa sababu mara nyingi mpaka nikishafanya kazi na mtu mara karibuni zote lazima niwe nimeshaelewa naye vizuri. Nipa tu hela nzuri ambayo mwenyewe nimehisi kama milioni 5 hivi 10. Hela nyingi ndugu yangu, siwezi kusema bei, lakini kwa hela alikupa si hata kandinga unaweza kuvuta. Hela ile unanunua gari. Unanunua gari hizi hapo ndugu yangu, hadi kwa kinana unapata gari zipo. Okay. Yes. Na issue ni hii hapa. Kuna msanii yote ambaye let's kama D-Voice, sawa, ni msanii ambaye umemfanyia ngoma zote ulizomfanyia ni kali na ni hit, sawa? Kuna siku labda ukiachana D-Voice na wasanii wengine ambao pia ushafanya nao kazi, labda washai kupata mapato, let's ngoma umewafanyia alafu ikaje ikafanya poa sana na ikaingiza mchuzi wa maana sana, wakaona bwana mchuzi mwingi hapa Gudi, kamata mcheleka zao. Hiyo inatokea kwa sababu mimi ndugu zangu wote kina Dula kina nani ni watu ambao naishi nao kifamilia,
huwa tunasupportiana kwenye vitu kama hivyo. Lakini kuhusiana na mapato, mimi kuna utaratibu wangu nimeutengeneza ambao nyimbo inavyoingiza, yani mapato lazima aje kwangu mimi, lazima, yani wewe utaki ustaki, mapato yanavyoingia kwenye platform zako pia na mimi naingia. Kwa mimi na makampuni ya publishing nafanya nayo kazi, kwa hiyo kila kazi nayo rekodi ya mapato tunaingiza sana msanii. Yeah. Maana hata D-Voice pia mapato pia nao unapata, kina Dula mapato nao kule. Nyimbo zote ambazo umesikia nimeproduce. Lazima mimi mapato napata na mimi napata. Okay. Yeah. Okay. Sasa hiyo haileti utashi kwamba labda siku inaweza wasanii wakaona kwamba mbona producer sisi tunafanya labda jitihada zaidi, unajua wasanii katika kusponsor, katika kufanya hivi na hivi, alafu unatengeneza ngoma tu umekaa, mapato yakiingia mwisho wa mwezi na unapata. Na sidhani labda msanii yana sio muelewa, lakini msanii yoyote anafahamu kabisa kwamba producer yeye naye ni pia ni mmiliki wa wimbo, kwa sababu yeye pale ile ni wimbo ni mmiliki wa ile master, lakini mimi pia ni mmiliki wa mdundo. Kwa hiyo mimi kama mmiliki wa mdundo lazima kuna asilimia zangu nipate, japokuwa sasa sio zote. Kwa hiyo pale kuna asilimia, let's say labda mimi nakula 30 na nakula 70 au labda mimi 20, ziweje tunapofanya makubaliano. Kuna post yako moja uliandika caption kwamba Goody ndio producer bora wa mwaka. Hilo naamini kwamba wewe ni best zaidi kuliko maproducer wote wanaofanya muziki wa Singeli hapa Tanzania? Hiyo ndugu yangu mimi naweza nikasema hiyo swala ndugu yangu ni ukweli mtupu. Kwa sababu gani? Najua mimi ndio producer ambaye nimefanya nyimbo kubwa nyingi na nimefanya nyimbo na watu wakubwa, naweza nikasema wengi kuliko producer mwingine wote ambaye alikuwa anafanya Singeli. Kwa hiyo kwa mwaka jana, mwaka huu nimenyosha ndio na mawe mengi. Sababu ukiangalia, ukiingia IG yangu kwenye track list zangu, wewe utaona pale kwenye zile listi watu ambao nimefanya nao karibuni wote ile list. Kwa hiyo na nyimbo kubwa nyingi sana na zina namba nyingi ya manyimbo mengi. Mimi nikifanyaga lazima aende trend na trend kweli ana hit. Yes. Okay. Wakati tunapiga interview hapa nimemwona kwa mbali Dogo Pateni. Pia nilikuwa nahitaji kuuliza kuhusiana na hilo swali la Dogo Pateni. Okay? Unahisi kijana amefanya ngoma ile imekwenda na imeweza kusapotiwa na Zuchu. Kwa upande wako ukiwa kama producer na ukiwa ni mzoefu wa hizo, unahisi kwamba ile inaweza ikawa ni bahati tu labda katika kujaribu kitu kimemtupikia, au inaweza ikawa ni muendelezo kwamba Dogo ni mkali sana, atakuwa ni noma sana hapo mbeleni, sio kwamba hii kabahatisha labda? Kwa nikubahatisha ndugu yangu, mimi naweza nikasema hapana, kwa sababu Dogo, tukiachana na habari za Zuchu, ukija kufuatilia Dogo kwa website yake, ana maklip yake mengi, ana namba nyingi, ana challenge nyingi huko TikTok, na anapendwa na watu, sio moja wala sio mbili. Unaweza kusema labda Dogo ana clip zake 2 au 3. Ana clip zake nyingi ambazo zimefanya vizuri. Umeelewa? Alikuwa akienda kwenye interview, kwenye show, kila anachokienda kufanya lazima afanye vizuri. Kwa hiyo kilichosababisha mpaka afikie hapa na pia hata Zuchu kutaka kumsupport ni talent aliyokuwa na Dogo, sio kipaji, sio bahati kama ulivyokuwa unasema. Ya ile ni kipaji tu ambacho Dogo alichokuwa nacho, kwa sababu Dogo ni mtu ambaye hata ukikaa naye akikuimbia idea zake zilizokuepo ambazo hajarekodi atakutoa ni idea kali. Yani ni mtu ambaye mwenyewe namuona kwamba yani ataendelea kuhiti, yani sio kwamba eti ndo mara moja, yani hiti kwa pattern zipo nyingi na ataendelea kuhiti. Okay, safi sana. Kingine nataka kujua kwamba katika upande wenu nyinyi ma producer wa Singeli, sawa, serikali inawaangalia vipi? Kwa sababu serikali tumeona kama Mama Samia Suluhu Hassan, unaelewa, ameweza kuwapa kipaumbele sana wasanii wa muziki yote, Singeli, Bongo Flava na muziki mingine. Je, nyinyi kwa upande wa ma producer serikali inawaangalia vipi? Kwa sababu kwa upande mwingine pia ma producer mnafanya kazi kubwa sana kuhakikisha pia wasanii nao wanaonekana bora katika kile wanachokifanya. Yes. Mimi naona serikali inajitahidi kutusupport, kwa sababu tunapoongea naye mpaka saa hizi hata kwenye tuzo za serikali zipo, kuna vitengo, kuna categories zipo, producer bora Singeli wa mwaka, pia maproducer ukienda kutengeneza, ukienda pale Kosota kwa ajili
ya kwenda kujisajili. Unaona yani kuna category zipo kwamba producer aina gani unajazani singeli ipo kwenye category zote pa serikalini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikubwa. Zamani wewe ukienda tu pale kwenye tuzo zilikopo tuzo za muziki mingine singeli. Kwa hiyo sasa hizi watu wa singeli pia na producer singeli tunapata support sana kutoka serikalini. Okay. Yes. Ni msanii gani ambaye unatamani kwamba hajawahi kufanya singeli ila kwa wewe unaona kwamba huyu akifanya singeli nikimpa dude moja itakuwa ni noma sana ukiachana na bwana Msibu Abdul? Hapa mimi nahisi Alikiba hajawahi kusikia kufanya singeli. Bwana mzee yule bwana singeli kweli unaamini kwamba anaweza akanyonga kweli yule? Alikiba anaua kwa sababu ni mtu ambaye amefanya makubwa mengi kwenye muziki. Anaimba kwa hata mimi nikisikizaga kazi zake, nikisikizaga live performance zake vile naona kabisa bwana akiamua kufanya singeli anaua. Okay. Yes. Na ni wasanii gani wa singeli ambao unahisi kwamba hawa haiwezekani kufanyika? Kama tukija kwenye Bongo Flava tunaweza kusema kwamba Diamond na Alikiba kufanya collab ni kitu kigumu. Sawa? Katika muziki wa singeli unahisi ni wasanii gani ambao kufanya collab itakuwa ni cheche sana, yani haitatokea? Siwezi kusema lakini amna naona kwa singeli hapa. Au ustetee bwana. Kuna wasanii wa kibao wa singeli ambao wameanza muziki mpaka leo hatujana hata kufanya collab yani hivyo wanafanya muziki mzuri. Uzuri wake wasanii wa singeli wana mabifu hapo, lakini mabifu yao sidhani kama yatapelekea hadi kutofanya kazi. Kwa hiyo watu kazi lazima watafanya tu. Yes, kama sasa hizi labda mambo ya time watu hawajafanya, itafika muda watafanya. Tukiweke sawa ambacho tumekizungumza mara ya kwanza, watu katika kukupata wewe mitandao ya kijamii. Bwana mimi nimesearch Gudi, nimesearch sana mpaka nafikiri last time nimeweza kukupata IG ni baada ya kuona Dogo Pateni mlishare ile post yenu. Sawa, okay. Sasa watu wanakupataje? Kwa sababu kuna maelfu ya watu nyuma ambao wanahitaji kukupata Instagram lakini inakuwa ni changamoto. Inakuwaje? Okay, bwana mimi natambulika kama Good Master. Kwa hiyo ukiandika tu Good Master yani vivyote kwa herufi ndogo, yani unaandika good mbele unaanzia master. Good ya vizuri. Good ya vizuri unaanzia master chapo unalipata kokote YouTube hapo. Yeah. Okay, safi sana. Bwana huyo ni Good Master kama uliweza kumsikia na mengi ambayo yameweza kuyaeleza. Umeelewa? Na hii ni Sam Promo Media, kama nilivyokuambia ni sehemu pekee ambapo utapata habari si rahisi kuweza kuzipata mahala pa aina yeyote. Hapa nimeona pia wakati nimeingia kuna session, kuna wasanii, kuna video nyingine nini mnafumua leo. Hapa ndugu yangu tunafanya hit muda wote. Yaani hapa hit kila siku tunarekodi. Yaani kila siku. Mimi napoongea na wewe hapa ndugu yangu una usingizi sio wa wiki sio silali. Mahiti tu. Tunafanya kazi kila siku na kazi zikitoka zote stahiti. Yes, hapa mawe kila siku ndugu yangu tunarekodi. Yeah. Kuna waje ambao wale wanasema kwamba maproducer singeli bwana ni wanakuaga na muda bwana. Kuja fulani kaenda sasa hivi ni Gudi anatamba naye itaenda bwana kipindi chake naye itakuwa atapotea bwana. Wewe unaamini hivyo? Na nimesema hivyo kwa sababu nimeangalia pale kwenye caption yako nirudi tena baada ya kusema kwamba wewe ni producer bora wa mwaka. Yes, unaamini kwamba itafikia kipindi na wewe Gudi itakuwa tena haisikiki tena? Unajua kila kitu ni mipango ya Mungu, kwa sababu hata ukiangalia zamani kuna watu wanapifa Majani walikuwa wanajua na wanajua mpaka leo. Lakini ikafikia wakati tu kwamba bwana Majani sasa hizi sana nao sasa kuna watu wengine kina T-Touch kina nani. Kwa hiyo hayo ni mambo ya wakati tu, yani inaweza kuwa labda kweli kuna kipindi ikafikia mimi nikakosa time ya kusikika, akasikika watu wengine. Pia hiyo ipo, lakini sio jambo rahisi. Yani sio kitu ambacho kitatokea kiurahisi rahisi, kwa sababu na kila kigezo cha kuendelea kuwepo kusikika na kuendelea kusikika kwa sababu moja au mbili, kwa sababu kuna vitu vingi sana ninajitofautisha na watu wa singeli wengi. Watu wengi wa producer wengi wa singeli ni wavivu kufanya kazi. Kama nani? Sasa hiyo ni sasa sikiliza, hiyo nyuma ya kamera wawili tu. Siwezi kusema, lakini mimi ni mtu ambaye naendaga kwenye studio za wenzangu na naenda huwa napata malalamiko. Watu wengi wa producer wa singeli ni wavivu kufanya kazi. Unaweza kama mtu ukarekodi leo demo tu, ile demo mtu unapata baada ya siku 4.
Lakini ukija hapa Chapo na rekodi unapata demo, baada ya siku 2 umepata nyimbo yako imefanywa mixing, mastering fresh. Kwa hiyo watu wengi wasikiliza wanakuwa wazito sana kutengeneza kazi. Kwa hiyo wazito kwa kila kitu, wazito kufanya kazi, wazito kuwa wabunifu, kubuni mbinu mpya, mambo ya technique haya hawasomi. Wewe mimi na vigezo vingi ambavyo nimewazidi watu wasikilize. Kwa hiyo kushuka, najua nitashuka, itafika time, lakini sio jambo rahisi. Yani haiwezekani tu ghafla tu good asikike, haiwezekani kwa sababu vitu vingi sana naendelea kufanya na nabuni vitu vingi kila siku. Na Budi, dau lako ni begani? Kwa sababu sasa hivi jina lako ni kubwa sana, umeelewa, na unafanya poa sana. Na ukiangalia mtaani kuna wasanii asilimia kubwa wanaofanya muziki ni wasanii wa Singeli, umeelewa. Kwa hiyo unawasaidia vipi? Wewe unajua maisha ya mtaani yalivyo. Wengi wana ndoto za kuweza kufika na kufanya kazi na producer kubwa kama wewe Budi, wanakupataje? Kwa sababu kuna watu ambao wengine wanaweza kuhofia kwamba kwa level alizofikia Budi na watu wanaofanya nao kazi anaweza kuwa ni expensive producers. Ni kweli, lakini pia mimi unajua nimetokea mtaani kabisa, yani Swahilini yani kabisa. Kwa hiyo nafahamu maisha huko, unafahamu wasanii lifestyle zao. Ndio maana unapokuja kwangu kuna bei zipo za mtu ambaye anajiweza na mtu ambaye hajiwezi pia. Yaani kuna hivi, yani kuna bei zipo tofauti. Yaani sio kwamba mimi narekodi bei moja, kwa sababu kuna imani kuna wasanii wengine hawajaanza hata kufanya show. Kwa hiyo siwezi eti msanii akanilipa hela kama ananilipa Dula au D-Voice au Meja au nani. Kwa hiyo huwa kuna bei zipo kwa ajili anajua tu dogo huyu anaweza afford. D-Voice mimi silipi, na mimi niko na kampuni yangu. Yes, kwa mimi yani na Wasafi na mimi nalipo na Wasafi, sio D-Voice. Kwa hiyo D-Voice wajibu wake ni kuja tu hapa kurekodi na kuondoka. Mambo ya malipo ni mimi tu, labda nimeamua tu bana leo nimerekodi nyimbo 3 au 4, nataka yeye achukue hela hizo nyimbo 4, nenda ofisini na sign na chukua hela ndio hivyo. Bwana, hii ni Sam Promo Media kama nilivyokuambia, na leo tumepata bahati ya kupiga na moja producer ambao anafanya kazi poa sana na sasa hivi wako hot, yani kama cake wanasema hot cake, umeelewa. Kwa hiyo endelea kuungana nasi kwa ajili ya kupata details tofauti na ambazo si rahisi kuweza kuzisikia mahala pa aina yoyote. Jina langu ni lile Abdul Malik Masoud Said, you already know.